Mheshimiwa Daimu Idi Mpakate, na mchangiaji wetu wa mwisho atakuwa Mheshimiwa Dr. John Danielson Palanjo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nami kupata nafasi jioni hii kuchangia hoja iliyopo mezani. Kwanza nimpongeze Waziri Mkuu kwa hotuba nzuri iliyoonyesha namna ya serikali ya Chama cha Mapinduzi imetekeleza ilani yake vizuri pamoja na mawaziri wake walioko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Nawapongeza sana. Lakini kipekee nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jimbo la Tunduru Kusini ni moja ya majimbo yaliyoko pembezoni ya nchi yetu, ikipakana na Msumbiji kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa wilaya hii ya Tunduru. Kwa hiyo tunashukuru kuna miradi minne ambayo imekwenda vizuri, hasa miradi ya afya. Tuna vituo vya afya viwili vilivyoboreshwa mpaka sasa vinafanya kazi ya upasuaji, na vituo vingine viwili vipya vinaendelea kukamilisha ili viweze kutoa huduma ya upasuaji. Kwa kweli kwa sisi watu wa Tunduru Kusini, kwetu sisi ni faraja kubwa sana, kwa sababu tulikuwa tunatembea mwendo mrefu kufuata hospitali ya wilaya kwa ajili ya changamoto za kina mama na watoto. La pili, katika hilo la afya tumejengewa zahanati 9 ambazo zimekamilika, 7 zinatoa huduma, 2 zinaweza kutoa huduma hivi karibuni. Tunashukuru sana kwa sababu katika vijiji 65, 22 vilikuwa na zahanati. Sasa tumeongeza zahanati 9 na kufanya kwenye jimbo la Tunduru Kusini kuwa na zahanati 31. Tunashukuru sana serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kipekee nishukuru sana kwenye sekta ya elimu. Tunazo shule za sekondari 4 mpya. Kati ya kata 15 nilikuwa na shule ya sekondari 8. Lakini kipindi hiki kifupi cha rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan tumepata sekondari 4 mpya ambazo zimeanza kutoa, 2 zimeanza kutoa huduma, 2 bado zinaendelea kujengwa, pamoja na sekondari 1 ya amali. Tunashukuru sana. Na pamoja na hivyo tumeboresha sekondari 2. Sekondari ya Mchoteka ambayo imeboreshwa kuwa ya kidato cha 5 na cha 6, na sekondari ya Tuemacho nayo imeboreshwa. Kwa kweli jimbo la Tunduru Kusini kielimu tulikuwa hatuna kidato cha 5 na cha 6. Ni historia ya kwanza kupata kidato cha 5 cha 6 katika shule hizo 2. Tunashukuru sana hasa serikali ya Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pamoja na hayo yote, jimbo la Tunduru Kusini ni 99% ni wakulima ambao wanategemea maisha yao kuendeshwa na kilimo, hasa kilimo cha korosho. Kwanza tunampongeza sana rais kwa namna ambavyo msimu uliopita wakulima wamepata fedha nyingi sana kutokana na bei iliyotokana na uuzaji wa mfumo wa TMX. Tunashukuru sana. Tunamshukuru Mheshimiwa Bashe kwa kusimamia vizuri TMX. Kwa kweli wananchi wa Tunduru Kusini wanaandaa zawadi ya kumpa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na fedha nyingi zilizotokana na hali iliyokuwa biashara nzuri. Lakini pamoja na hayo yote kuna changamoto kubwa sana ya ugawaji wa pembejeo. Tunashukuru bodi ya korosho kusimamia vizuri na kuweka maafisa ugani kusimamia zao la korosho kila kata. Tunashukuru sana kwa sababu wanafanya kazi zao kuwa karibu na wananchi, na wananchi akiwa na changamoto anawaona ili waweze kusaidiana. Lakini kwenye jambo hili, mfumo wa kugawa pembejeo mwaka uliopita ulikuwa na dosari kidogo. Nashukuru kwa maafisa ugani waliokuja, wengi baada ya kuandikisha mashamba wa kupata pembejeo. Uwazi wa kugawa pembejeo ulikuwa ni mdogo. Sasa hivi wameanza kuandikisha upya, kusajili mashamba ya wakulima. Usajili unaenda vizuri, lakini umeanza kujitokeza changamoto. Mtu alikuwa na shamba la eka 40, akienda pale anaambia wewe shamba lako ni eka 30, au anaambia eka 18. Badala ya kwenda kuhakiki shamba wanaanza kuvutana,
na kumwandikia eka 38, kitu ambacho hakuwa nacho tokea awali. Tatizo hili litasababisha baadhi ya wakulima kupata pembejeo kidogo ili kuweza kuhudumia mashamba yao. Ili jambo halijakaa vizuri. Kwa kweli rais amefanya kazi kubwa kuruhusu export levy 100% isaidie kuhudumia zao la korosho, na pembejeo zinagaiwa bure, lakini kuna wajanja ambao wanatumia fursa hiyo kufanya wakulima wasipate haki yao ya msingi ya pembejeo ambayo inatokana na export levy. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hili naomba nishauri jambo lifuatalo. La kwanza, usajili ukikamilika, kwa vile usajili ule unaonyesha mkulima ana mikorosho mingapi, ana eka ngapi, na hesabu zinaeleweka, basi ni vizuri kila mkulima, kila chama cha msingi au kijiji waweke mabango kwenye vijiji vyao ili waonyeshe kila mkulima atapata sulfa kiasi gani, dawa za maji kiasi gani, ili anavyokwenda na token yake inakuwa ni rahisi kwamba anajua yeye ana mifuko 30, badala ya kuambiwa na wale wenzetu wataalamu kwamba wewe una mifuko 18, kumbe kwenye system iko mifuko 30. Kwa hiyo uwazi huu ukienda, wakulima kwa kweli watakuwa wameenda vizuri sana na kuweza kuhudumia mikorosho yao vizuri. Na hii imesababisha ukulima wetu wa korosho uzalishaji kupanda. Sisi mara mwisho tulizalisha tani 18,000, lakini mwaka jana tumepata tani 30,000. Ni historia ambayo haijawahi kutokea tangu tumeanza kulima korosho katika wilaya yetu ya Tunduru. Lakini pamoja na changamoto ya ugawaji wa pembejeo, sisi kama wakulima tunashukuru sana serikali kupewa ruzuku kwenye mbolea, jambo ambalo limemfanya kila mkulima alime kulingana na uwezo wake. Lakini changamoto bado tumeijadili, inaonekana inashindikana kutumia vyama vya msingi katika kugawa pembejeo hasa mbolea kwenye vijiji vyetu. Wakulima bado wanatembea mwendo mrefu kufuata mbolea ya ruzuku. Vijijini mbolea ya ruzuku haipatikani. Tulikubaliana wapitie vyama vya msingi, lakini vyama vya msingi vimeshindwa kuweza kuwahudumia wakulima wao kwenye hii mbolea ya ruzuku. Kwa hiyo tunaomba jambo tuliokubaliana kwenye vikao mbalimbali, bodi ya mbolea ijitahidi kusambaza mbolea mpaka maeneo ya wakulima ili wapate kwa urahisi zaidi. Lingine kwenye sekta ya kilimo, kwenye masuala ya maghala, vyama vingi vya msingi havina maghala. Maghala ya vijiji mengi yamechoka. Uhifadhi wa mazao umekuwa ni mdogo na ufanisi na faida ya mazao umekuwa ni mdogo sana. Ninaomba serikali kupitia Wizara ya Kilimo ione namna ya kuongeza kasi ya kujenga maghala kwenye vijiji vyetu ili wakulima waweze kuhifadhi mazao yao kwenye maghala yaliyokuwa bora, ambayo yatasaidia mbora kuwa ule badala ya kutumia maghala ambayo ni hafifu, na mara nyingine vyama vya msingi vinatumia nyumba za watu za kupanga ili kuhifadhi mazao ya wakulima. Jambo lingine nilipenda sana nilichangie kwenye swala la miundombinu ya barabara. Wenzangu wa kusini wamezungumza nyuma juu ya ubovu wa barabara ya Lindi. Sisi watu wa Tunduru kupita Songea ni mahala parefu. Njia yetu sahihi ni kupita Lindi. Kutoka Tunduru mpaka Dar es Salaam ni kilomita 800. Tukupita Songea manake ni kilomita 1300. Kwa hiyo njia yetu kubwa sisi ya kwenda Dar es Salaam ni kupita barabara ya Lindi. Ukweli barabara ile ni mbaya. Ni mbaya na ina mashimo, na bahati mbaya au nzuri kwa kitaalamu, kuna malori mengi sana. Mwaka jana nilizungumza juu ya serikali kuona umuhimu wa kutengeneza meli ambayo itafanya biashara kati ya Mtwara, Dar es Salaam, Komoro na Zanzibar ya serikali kama wanavyojenga kwenye maziwa makuu. Hii itasaidia mizigo mikubwa ya makaa ya mawe, simenti ambayo ni zaidi ya magari 300 kwa siku yanapita Tunduru kwenda Mtwara, kwenda Dar es Salaam ili kupeleka makaa ya mawe pamoja na simenti. Naomba serikali kwenye jambo hili waone namna ya kuunda meli ambayo itatoa huduma kwenye bahari yetu ya Hindi
kutokea Lindi, Mtwara, Mkomoro, Dar es Salaam na Tanga. Ili jambo litatusaidia. Lakini sambamba na hilo, mkakati wetu wa kujenga reli ya kusini bado uwe ni muhimu sana. Kama alivyozungumza Mheshimiwa Kamonga Ludewa, makaa ya mawe ya kwake yatakuwa na faida kama reli ile itajengwa kwenda kutoka Mtwara, Mbamba Bay na mapacha yake kutoka kwenda Ludewa kwa ajili ya kusafirisha makaa ya mawe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye jambo hili la reli litatusaidia barabara zetu za Songea Makambako kupona, barabara zetu za Mbinga kwenda Songea Tunduru mpaka Dar es Salaam na Mtwara zikapona, kwa sababu mizigo ile inayosafirishwa ni mikubwa sana kiasi kwamba inafanya barabara yetu ishindwe kuhimili vishindo vya mizigo ambayo inasafirisha katika reli hiyo. Jambo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa napenda nizungumzie swala la barabara ya Tunduru kwenda Narasi Mtwara Pachani. Barabara hii ni ya kimkakati, na bahati nzuri tumepata mwekezaji wa kopa ambaye anajenga kiwanda cha kuchenjua kopa katika kijiji cha Mbesa ambacho kina uwezo wa kuchenjua kopa 500 tani 500 kwa siku. Jambo hili, ujenzi huu utasimama kwa sababu ya kutokuwa na barabara nzuri. Madaraja yaliyokuwepo kutoka Tunduru mpaka Mbesa kupita Lusewa mpaka kufika Mtwara Pachano hayana uwezo wa kusafirisha zaidi ya tani 15. Kwa hiyo tunaomba mkakati wa kujenga barabara hii kwa kiwango cha lami kutoka Mtwara Pachani, Lusewa na Narasi mpaka Tunduru mjini uwe wa kudumu, ili ile biashara ya kopa pale iweze kufanyika ipasavyo, kwa sababu ina uchumi mkubwa kwa ajili ya nchi yetu na wilaya ya Tunduru kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuwa na wakosea watu wa Tunduru bila kusema swala la tembo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunamshukuru sana Rais. Tumepata ndege nyuki wawili wanaendelea na kufukuza tembo, lakini bado ghasia imekuwa ni kubwa. Niombe wizara ahadi ya kujenga vituo kwa ajili ya kufukuzia tembo 3 kusini, 3 Tunduru kaskazini iwe itekelezeke ili kuondoa adha ya wananchi wetu. Ugonjwa mkubwa wa wakulima wetu wa Tunduru ni kukosa mazao yao ambayo yanaliwa na ndovu kwa maana ya tembo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Daimwidi Mpakate.